والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pindi tukiwa na huzuni yafaa tunene alhamdulillah, na pia wakati wa furaha yafaa pia tunene alhamdulillah. Miongoni mwa nguzo za imani ya mwisho ni kuamini kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qadari ya Mwenyezi Mungu analokupangia kwenye maisha yako yafaa uamini kuwa hili linatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msiba ambao umetutanganya sote hapa ambao tumehudhuria, kwa hakika ni msiba mkubwa, na sikusimama isipokuwa ni amri kuashiriwa kueleza mawili machache kuhusu almarhum, pamoja na kutoa kalimatu shukri, ingawa ni jambo letu sote hili, lakini kushukuriana, kupeana moyo. Almarhum al-Ustadh Abdallah Mbwana ana sifa nyingi sana, na waliohudhuria hapa kuna waliosoma naye, kuna wengine ni wakubwa, ni wazee wake wamemlea, na wamuiwa zaidi kuliko mimi nilosimama. Lakini kwa ile nilomuona nayo na umri wangu, basi nitajaribu kueleza angalau mawili au matatu. La kwanza, nilikuwa ni mtu ambaye aunga kizazi, silatur rahim. Ilikuwa ni mtu uko karibu sana na familia yake, na tukina na familia yake haimaanishi kuwa yeye na mke na vijana, bali kiupanufu zaidi. Hii familia kuwa ni baba na mama na vijana, hii ni fikra za kimagharibi. Fikra za kimagharibi ndio akisema family huwa ni mother, father na children. Lakini kwetu sisi Waislamu, familia huingia ndani wajomba, mahalati, mashangazi, maami, mababu, ndugu zake babu, ndugu zake bibi, wote hao waingia. Kwa hivyo wote hao, kila ambaye alikuwa akihusika na yeye kidamu au kiulezi, basi ilikuwa akiunga kizazi, akiulia watu hali zao. Ingawa maisha yake mingi ameishi Nairobi, lakini tutashuhudia kwa kila akiamu basi alikuwa akiulizia hali za watu walioko hapa na akiwatembelea, na pindi akiwa Nairobi basi akipiga masimu na kuwasiliana na watu tofauti tofauti. Jambo la pili, ilikuwa ni mtu ambaye aipenda elimu, hasatan elimu ya dini. Amesoma zikasomeka riadha, akapata fursa ya kwenda kusomesha Nairobi, akaenda kusomesha Nairobi. Sasa umri wake wote ameutumia katika dawa, ameutumia katika kusoma na kusomesha, na mpaka mwisho akawa ni mudiri katika madrasa kule Nairobi, madrasa Istiqama. Kwa hivyo umri wake mwingi sana ametumia katika kusoma na kusomesha, na katika uhodari wake, kando kwa masomo amesoma kisawasawa, kisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimruzuku hikma, na dalili kuwa alikuwa ni mtu mwenye hikma kwa sababu ya majawabu yake yalikuwa mazuri. Jambo lolote ukimwambia, basi alikuwa akikujibu kwa haraka haraka, tena kwa uzuri, utafurahi we mwenyewe. Waarabu wenyewe na suratul badihia, alikuwa na maarifa ya suratul badihia, yani jawabu la hapo kwa hapo, tena jawabu lilokuwa zuri. Sasa hii ni dalili ya mtu kuwa na hikma. Maana mtu mwenye hikma sifa yake mando awe ni yahsunu fahma, awe ufahamu zetu kwa uzuri. Kisha yahsunu samta idha kana samtu aula, na hunyamaa, ufanya uzuri kunyamaza, kunyamaa ikiwa kule kunyamaa ni bora wakati ule. Wa yahsunu aljawab
idha kana aljawabu anfa'u, idha kana aljawabu anfa', na ilikuwa akifanya uzuri kujibu, wafanya uzuri kujibu mtu mwenye hikma ikiwa jawabu lina manufaa wakati ule. Sasa hizi tatu ilikuwa ni sifa zake. Ilikuwa ni mwepesi kufahamu, na wakati mwingine akinyamaa hajibizani ovyo ovyo, lakini ukimwambia maneno ya kufurahisha basi naye kujibu maneno ya kufurahisha zaidi hapo kwa hapo. Jabelecho kama watu wanavyonena kwa majawabu ilikuwa nayo mfukoni, lolote unalomwambia kujibu hapo kwa hapo, tena kwa kufurahisha. Kwa hivyo hii sifa ya tatu tukiongezea, kwa alikuwa apenda kufurahisha watu. Kila anayekutana naye ilikuwa akimuonesha sura ya furaha na kumwambia maneno ya furaha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ahabbul a'mali ila Allahi ba'da al-fara'idhi idkhalu as-surur ala al-muslim, amali bora kwa Mwenyezi Mungu baada ya faradhi, yani baada hizi faradhi, swala, zaka, haji, basi baada zile za faradhi zilofaradhishwa, bora inayofuata ni kutia furaha katika moyo wa Muislamu. Na yeye ni katika sifa zake ilikuwa apenda kufurahisha watu, si kufurahisha watu kwa maneno tu, bali kwa msaada pia. Wangapi walikuwa wakiishi kupitia yeye, kupitia msaada wake yeye? Wingi sana. Madrasa ngapi ameziinua kimajengo na kifikra kwa sababu yake yeye? Misikiti mingapi ilikuwa imekwama, mingine sehemu ilikuwa haijengwa misikiti, lakini ikapatikana misikiti kwa sababu yake yeye. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa kheri, na mtu akipendelea watu kheri na akipendelea watu furaha katika maisha yao. Kwa hivyo namna alivyoishi na watu kwa wema, tumuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu amkundulie kaburi lake, amtilie furaha katika kaburi lake, akutane na wema waliotangulia na wazee wake waliotangulia na ndugu yake aliotangulia takriban miaka 9 au 10, Ustadh Muhammad Mbwana. Mwenyezi Mungu naye pia umkutanishe naye wawe pamoja peponi, na Mwenyezi Mungu akitufikisha wakati wetu basi atupe husnul khatima, na sisi tuondoke tukiwa Mwenyezi Mungu akiwa radhi na sisi. Mwisho kutoa kalimatu shukri kwa sote tulohudhuria, kila mtu jambo ni lake. Kwa hivyo kama mimi ninavyowashukuru nyinyi na nyinyi mtanishukuru mimi, tutashukuriana na Mwenyezi Mungu atatujalia kila la kheri, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.